Niko na watumishi wenzangu, tunatokea katika chuo cha Biblia cha TAG hapo Bwiru Hili. Mchana huu leo ninatamani kuzungumza na wewe maneno machache. Kwanza tuombe. Baba yetu na rafiki yetu, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa wakati huu mzuri uliotupa ili tuweze tena kusikia maneno yako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ndugu yangu unayesikia sauti hii, ninawiwa kuzungumza na wewe maneno machache kama nilivyokutaarifu pale awali. Dunia tunayoishi sio dunia ya milele, ni dunia inayopita. Kuna siku moja ulimwengu huu hautakuwepo tena. Na kama ulimwengu huu hautakuwepo tena, maana yake kuna mahali au kuna pahala pengine ambapo tutaelekea. Katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 14, ukianzia pale mwanzoni, Yesu Kristo wakati anawaaga wanafunzi wake kutoka kwenye ulimwengu huu, alizungumza mambo muhimu sana. Aliwaambia ni kweli anaondoka, lakini anaenda kutuandalia makao ili atakapokuwepo yeye na sisi tuweze kuwepo. Katika mstari wa 6 anasema, mimi ndimi njia ya kweli na uzima, na mtu hawezi kufika kwa Baba asipopita kwangu mimi. Ni kweli duniani kuna dini nyingi, ni kweli duniani kuna taratibu nyingi, lakini ninachokifahamu ni kitu kimoja. Yesu Kristo ndiye njia pekee ya kweli na uzima ya kuelekea kwa Baba. Uzima maana yake ni nini? Uzima maana yake ni kinyume cha mauti. Katika bustani ya Edeni, dhambi ilipoingia duniani, ilizaa mauti. Mauti iliyotutenganisha na Mungu. Na baadaye maandiko yanatuambia au yanadhihirisha wazi, na ndivyo ilivyo dhahiri, mwanadamu aliumbiwa kuishi milele, baadaye mwanadamu akawa anakufa. Lakini nje ya hapo kuna kitu kinaitwa mauti ya pili. Mauti ya pili ni mwanadamu anapokufa na kuelekea kwenye hukumu ya moto ya milele. Kwa unapomwamini Yesu Kristo, unaepukana na hukumu ya moto milele, kama maandiko kwenye Injili hiyo ya Yohana inavyozungumza ndani sura ya 5, inasema tuliookoka au tuliomwamini Yesu tumepenya kutoka mautini na kuelekea uzimani. Maisha ambayo hayana Kristo ni maisha ya mauti. Ni maisha ambayo hatima yake ni kwenye jehanamu ya moto, ile ambayo ni ya milele na milele. Kumbuka ndugu yangu, maandiko yanazungumza kwamba jehanamu kule kuna moto mkali, na ule moto ndani yake pia kuna funza ambao hawafi. Ni funza ambao wapo kwenye moto lakini hawafi. Leo hii mwanadamu aking'atwa tu na siafu, unamwona jinsi anavyoteseka. Siafu ambayo ukimwagia majivu ya moto tu anakufa. Siafu ambayo hata majivu yaliyopoa anayakimbia. Lakini kule jehanamu ya moto, kwenye ziwa la moto la milele, kuna funza ambao hawafi. Ndugu yangu, nikutie moyo majira haya kuhakikisha kwamba unaepukana na funza wa moto wa jehanamu kwa kumkubali na kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Leo hii ukipuuzia Injili hii, ukifa siku moja utayakumbuka maneno haya. Leo hii ukiyapuuzia maneno haya, kuna siku utayakumbuka daima na daima. Kwa nikutie moyo ndugu yangu kumwamini Yesu Kristo. Nikutie moyo ndugu yangu kumkubali Yesu Kristo. Mpokea leo na umkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hakika hautakaa ujutie uamuzi huo. Na yamkini umesikia maneno haya, unasema moyoni mwangu niko tayari sasa kuokoka, nami ngoja nikuongoze sala ya toba. Yafuatisha maneno haya kwa imani kabisa. Sema, Mungu Baba, ninakuja mbele zako. Nimelisikia neno lako, nimelikubali na ninaliamini. Ninakuomba Bwana Yesu, unisamehe dhambi zote nilizowahi kuzitenda, na uyafute majina yangu kwenye kitabu cha hukumu, na uniandike sasa kwenye kitabu cha uzima milele. Amen. Baba, nakushukuru kwa sala ya toba aliyoifanya mtoto wako huyu. Mwezeshe kusimama na kudumu kwenye wokovu. Amen. Umefuatia sala hii kwa imani, ndio umeokoka hivyo. Kama ni kwa njia mtandao, basi nikutie moyo kutafuta kanisa la watu waliokoka ukaabudu hapo. Kama ni mazingira haya, basi kanisa letu liko hapo Mlimani tu hapo Bwiru Hili, kanisa la chuo cha Biblia cha Lake Lutheran Bible College, ama kanisa la TAG VLCC. Karibu sana. Siku ya Jumatano na Ijumaa tuna ibada kuanzia saa 10:30 mpaka majira yale ya saa 12, na Ijumaa pia ni maombezi. Jumapili tuna ibada kuanzia saa 1. Tunakaribisha, tufurahi kuabudu pamoja na wewe. Kama ni mgonjwa, tafadhali weka mkono sehemu yenye maumivu, nami naenda kukuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninatangaza uzima juu ya mtoto wako huyu. Ninaenda kinyume na kila aina ya ugonjwa uliomkamata.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za giza, toka kwenye mwili wake. Hila za ibilisi, toka na uonevu wa kuzimu. Hata ndugu yake aliyeko hospitalini popote alipo, inatangaza uzima katika jina la Yesu Kristo na aliyeko nyumbani. Mungu, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Inabariki kazi zake za mikono, inabariki biashara yake. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.